Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahi, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Leo nitazungumzia kuhusu kifo. Kifo ni kitu chenye kutisha sana. Hata nilipoibainisha hii mada wote mlitetemeka. Basi na kurefusha na maelezo, tuingie katika mada moja kwa moja. Katika natambua pale ambapo aya ya Mungu iliposhuka, yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Alilia sana Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiallahu anhu baada ya kuulizwa kuhusiana na sababu inayomliza, akasema kwamba matamma shay'un illa naqas, kitu akijapatapo kutimia isipokuwa kilipungua, akiwa na maana kwamba Mtume Muhammad ametumwa kwa ajili ya dini ya Uislamu. Kwa hiyo kama dini ya Uislamu imekwisha kamilika na Muhammad alitumwa kwa ajili hiyo, manake hatunaye tena duniani. Ndio maana hata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipomuuliza Sayyidina Umar radhiallahu anhu kuhusiana sababu ya kulia kwake, akamwambia kwamba kifo chako kimekaribia Mtume Muhammad. Manake ni tafsiri ya yale maneno. Muhammad akasema sadaqta ya Umar, umesema kweli wewe Umar. Kwa hiyo tupata dalili ya kwamba Sayyidina Umar baada ya kushuka aya tu alielewa kwamba Muhammad hatunaye tena katika haya maisha ya kidunia. Na hata wanahistoria wanasema kwamba Muhammad hajapatapo kuishi baada ya kushuka hii aya isipokuwa ni siku 81. Baada ya hapo akafariki. Lakini miongoni mwa maajabu makubwa sana pale ambapo Mtume Muhammad alipofariki, Sayyidina Umar radhiallahu anhu alikuwa ndio wa kwanza kufadhaika mno, kiasi cha kwamba akachomoa upanga wake na kuahidi kumuua yule atakayetangaza kufa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akasema kwamba innahu ursila kama ursila Musa qaumihi 40 laila, kwamba Mtume Muhammad amealikwa na Allah kama Sayyidina Musa alayhi salatu wassalam alipoalikwa katika mlima Sinai kule Misri, akiwa mbali na watu wake kwa siku 40. Lakini wakati huu msiba unatokea, Sayyidina Abu Bakri radhiallahu anhu alikuwa nje ya mji. Baada ya kurudi huyu Abu Bakri radhiallahu anhu na kupewa taarifa, akaingia katika chumba cha Mtume, akambusu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha baada ya hapo akawatokea watu, akahutubia. Palikuja katika hutuba yake, man kana abudu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat wa man kana abudu Allah fa inna Allah hayyun la yamut, kwamba aliyekuwa akimwabudu Muhammad, Muhammad amekwisha kufa, na aliyekuwa akimwabudu Allah, Allah yupo hai hafi. Akaleta zile aya ambazo zinathibitisha kwamba Muhammad inawezekana kufa, kama vile innaka mayitun wa innahum mayitun, kwamba wewe Muhammad utakufa nao pia watakufa. Akaleta zile aya zinazoonyesha kwamba Muhammad yumkinu an yamut, inawezekana kufa, kama pale Mungu aliposema kullu nafsin dha'iqatul maut, kwamba kila nafsi itaonja mauti. Lakini baada ya kuzisoma hizi aya, ndio Umar radhiallahu anhu kichwa chake kinafunguka, mpaka akasema kwamba kaanni lamatlu hadhihi alayat, kana kwamba mimi sijapata hapo kuzisoma hizi aya, kutokana na fadhaa ya kifo cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hali ya kuwa mtume yeye ndio alikuwa akisema kwamba lau kana baadi nabii fa lakana Umar, lau kama angelikuwa mtume baada ya kufa kwangu mimi, basi angelikuwa ni huyu Umar, kwa sababu wakana rayuhu muwafiqan lilwahyi wal kitab. Vision, mono, mtazamo wa Umar ulikuwa ukiendana na Qur'an tukufu. Hadithi zipo katika Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Lakini kutokana na fadhaa ya kifo Umar yote hayo akamtoka. Lakini Abu Bakri yeye ndio alikuwa mjasiri mno wa watu, alikuwa yeye ndio alikuwa aktharu sahabati musahabatan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yeye ndio alikuwa akisuhubiana sana na Mtume, lakini yeye ndio alikuwa mjasiri mno mpaka watu wakamfanya yeye kuwa ndio kiigizo chema katika uvumilivu. Matokeo yake mpaka
baada ya kufika kwake Sayyidina Abu Bakri, ndio yote hayo yakatanzuka. Lakini maswahaba wakauchelewesha msiba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kiasi cha siku 3. Mtume alikaa siku 3 bila kuzikwa. Alikuwa moja ya mambo ambayo inatakiwa kufanyika kwa haraka ni mazishi. Hii yote inatokana na fadhaa, ikiwa wao maswahaba ndio majasiri mno ya watu, na hao ndio waliojitolea katika kumhami Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Angalia katika vita vya Uhud, wakati Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akijeruhiwa magoti yake na kutokwa meno katika hii vita, maswahaba ndio walikuwa wakijitolea kwa miili yao kuifanya ndio ngao kumlinda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asife, kuonesha ni majasiri kiasi gani. Lakini baada ya kutokea hili, wote walikuwa ni mithili ya mdudu chungu katika kishimo chake. Kifo ni kitu chenye kutisha sana. Lakini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ukiangalia baada ya kupatwa matatizo na kupelekea kuumwa, maswali walikusanyika katika msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Baada ya Mtume kumfikia taarifa kukusanyika maswahaba, akatoka aliyakuwa anachechemea akimwegemea Sayyidina Ali karamallahu wajha, mpaka akauingia msikiti. Mtume akashindwa kupanda juu ya mimbar, akakaa katika ngazi ya chini kabisa ya ile mimbar, akahutubia watu. Baada ya kumshukuru Mungu na kumsifu, akasema, balaghani annakum takhafuna min mauti nabiikum, imekwisha nifikia taarifa kwamba ninyi mwaogopa kufa mtume wenu. Lakini akasemaje Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hal khulida nabiyyun qabli fi man ba'atha Allah fa ukhallada fikum, hivi kuna nabii yoyote kabla yangu alipatapo kuwekwa milele miongoni mwa mitume ambayo Mungu aliwapa utume, ikawa mimi ni mwenye kuwekwa milele kwenu? Kwamba kwa sababu hakuna mtume yoyote alipatapo kuwekwa milele, maana na mimi lazima niondoke. Ala inni lahiqun bi rabbi, tambueni kwamba mimi ninakutana na Mola wangu. Wa innakum lahiquna bi, nani mtakutana nami. Mtume Muhammad anawaaga Maansari wakazidi hofu. Lakini baada ya tabshiri zote hizi, Mtume Muhammad alipokufa, maswahaba wakafadhaika mno. Kifo ni kitu chenye kutisha sana. Hata ukimwangalia Sayyidina Isa alayhi salatu wassalam, baada ya kwenda katika kabri la Sam ibn Nuh, alipoomba dua kwa jina kubwa mno la Allah, ambayo idha dua bihi ajaba, akimwomba Mungu mja kupitia hilo jina, Mungu hujibu dua. Sam ibn Nuh akatoka katika kabri lake, wakafanya conservation, wakafanya mazungumzo kati ya Sam na Isa alayhi salatu wassalam. Lakini moja ya maswali aliyoulizwa Sam na Sayyidina Isa alayhi salatu wassalam ni kuhusiana na kutokwa na roho. Sayyidina Sam ibn Nuh akasema, inna mararata an-naz'i lam tadhhab an hanjarati, kwamba machungu ya kutokwa na roho, mararata an-naz'i an-nazm wan-nazi'ati gharqa an-nazm, inna mararata an-naz'i lam tadhhab an hanjarati, hakika machungu ya kutokwa na roho hakuondoka katika koo langu. Lakini ukiangalia historia kwamba Sayyidina Sam ibn Nuh aliishi katika zama za Sayyidina Nuh alayhi salatu wassalam, lakini wakati anaeleza maelezo haya ilikuwa ni kipindi cha Sayyidina Isa, zimepita karne nyingi hapa katikati. Lakini bado Sayyidina Sam ibn Nuh anasema kwamba machungu ya kutokwa na roho bado anaishi katika koo lake. Ni maumivu kiasi gani? Hata ukiangalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baada ya kukutana na vilevi vya umauti, alieleza kwamba ni vilevi vikali sana, mpaka akamwomba Mungu amhafifishie yeye pamoja na umma wake haya machungu ya kutokwa na roho, akiwa akiomba dua katika kipindi cha mwisho cha uhai wake. Unafikiri ni muhimu kiasi gani? Hii ni mada mzito sana, hatuwezi kuelezea deep namna hiyo, lakini tunajaribu tu kuelezea nukat baadhi yake. Kama ukiangalia fuqaha, wanachuoni wa fiqh wa madhhabu haya tuliokuwa nayo, wapo waliohalalisha kwamba endapo mtu amekufa na hakuhudhuria katika mazishi, isipokuwa wale ambao wapo mbali